imepungua, afadhali wakuwe na nguvu wakigojea kazi kuliko wakae wamepotea kwa pombe ati wamekosa kazi, si ndio? Si afadhali wakuwe na nguvu, ndio kazi ikipatikana wawe watu ya kufanya. And County Commissioner and your team, I want to say thank you. You are doing a good job. Wapigie makofi na muendelee kung'ang'ana, kwa sababu hii pombe haramu na madawa ya kulevya ilikuwa imetuletea tatizo katika jamii. Muko na mambo mingi ambayo mnasukuma ya maendeleo. Vile governor amesema nitakuja siku 3. Siwezi nikimaliza wiki moja kazi nyingine itaharibika. Nitakuja 3 days tufanye miradi hapa na pale, tukague barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, katika kazi zangu za kumsaidia rais kutembea katika Jamhuri ya Kenya, na pia kusikiza ground vile wananchi wanasema. Ndio. Ukikosa kusikiza watu utapotea. Lazima ukitembea unasikiza. Si gavana amesoma taarifa mrefu sana hapa. Si nimesikiza. Ndio tunatembea, kwa sababu sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika from time to time. Na ukisikia wanasema hii hapana bishara na hawa, huwezi bishara na hawa, watakufuta kazi, si ndio? You must listen to the people. So we'll continue listening to the people, na tutaendelea kusikiza. Mimi kwangu nyumbani niko na Gen Z, vijana yangu wawili wako huko, na wako na maneno mingi, wananibeaga maneno mpaka kichwa nakuwa moto. Na kila nyumba iko na watoto, na watoto ya leo sio wale wa wakati wetu askofu. Siku ile tulikuwa tunawakemea na kuambia fanya hii namna hii, hiyo wakati imepita. Hao watoto ni ya kusikizwa na kuongeleshwa. Tena hii internet imefungua hao mafikira, wanaelewa mambo hata kuliko sisi. So we must listen to these young people. Na sio tafadhali. Kwa boma yangu wako hapo vijana wawili, wanakojanga hapo, wako na maneno, na si maneno yao ya vijana wenzao. Vile wanaongea Kenya, wananikuja waniambia, na waniongeleshi mimi kama ni deputy president, waniongelea kama baba yao. Nasema wewe mzee, sikiza hii maneno hapa. Yeah. Si lazima niwasikize? Lazima niwasikize. Saa ingine tunakosana, tunaita mama yao aamue. And let me tell you, siku tulikuwa tunamsaidia Rais William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na tulikuwa na shida mingi sana pale kwetu, kwa sababu sisi tulikuwa tunaenda kinyume na vile rais alikuwa mamlaka anataka, na tukasumbuana sana na serikali. Na hao vijana wangu wakaona kama mimi ninateswa na mambo yetu kama familia inaweza haribika. So waliita mkutano wa vijana wawili, na mama yao na mimi. Watu wangapi? 4. Na hii vijana akasema bana, hii barabara unaenda utaharibu hii family, wachana naye, wacha, sababu sasa mali yetu itakwisha, unafungwa nini, wacha hii maneno. So tukafanya kesi. Mimi nikasimama kidete, nikasema bana, wacha nikae na Rais William Ruto, naona kuna bahali anatupeleka. Pastor Dorcas akaniunga mkono, tukapiga kura, kakuwa 2 versus 2. Sasa mimi kama chairman ya mkutano niko na ile inaitwa casting vote. So nikapiga casting, tukaamua twende na Rais William. Na vijana kwa sababu pia ni watu ya demokrasia akasema, dad, vile umeamua, mkutano umeshinda, tuendelee. These children cannot be ignored by anybody. They are part of our life and our nation. When they have issues, we cannot ignore them. We must listen to them. In any case, they are the present and the future of this country. Hii Kenya ni yao, si ndio kesho yetu? So if we don't listen to them, tutasikiza nani? We will listen to them. And I really want to thank my boss, President William Ruto.
ya kwamba he applied his mind, he listened to the young people, he listened to the majority of Kenyans, na kusema ya kwamba tuachane na finance bill, tuanze kusungumuza. Mpigie rais makofi.